Mimi unajua toka siku ya kwanza nilikuwa nawaambia mimi kwa daraja ambayo niko nalo nitakuwa mtu wa ajabu kama nitaanza kubishana kauli za Christina. Ana level yake, mwacheni akae hapo kwenye level yake, azungumze maneno kwa level yake, alafu sisi wa level nyingine tunaendelea na shughuli nyingine. Acha tuuache mchezo ubakie kuwa mchezo, na mchezo ndio uzungumzwe. Tuache mchezo uzungumzwe, players wapewe nafasi, technical bench wapewe nafasi, tuache game ichezwe. Mambo mengine haya haya nafasi. Na mimi toka siku ya kwanza niliwaambia niko hapa kwa ajili ya kuizungumzia Yanga. Atakaye katiza mbele kwenye Yanga yetu tutashughulika naye. Sasa Christina amekatiza kwangu, kwa mimi siwezi kudili naye. Lakini semaji nataka mtu akatize kwa hii timu hapo, tutadili naye. Sawa, semaji pengine ungelizungumzia hili la yeye kupa wewe masaa 24 kuweza kuomba msamaha. Pengine watu wanataka kusikia kauli yako. Wewe hujaona hiyo kama ni kichekesho? Hii kwako wewe sasa. Nakuuliza hiyo kauli wewe hujaona kama ni kichekesho? Inaweza ikawa kesi. Ndio nakuuliza hiyo kauli kwamba msemaji wa Tabora anamgea msemaji wa Yanga masaa 24. Wewe hujaona kama ni comedy hiyo? Wewe umeipokea vipi? Hiyo ni cheka tu kaka. Ahmed alikama pagawa na tayari imeingia kwenye mfumo. Alikama pengine kuna taarifa tayari tumeiona ikitoka kasi kwa kile ambacho kimeendelea kuzungumza kwamba tayari ni taarifa imefika, na baadhi ya watu walikuwa wanazungumza tu pengine hawana uhakika, limekuwa ni fununu, lakini leo imeonyeshwa kwa kweli mlidhamiria na mnaendelea kudhamiria kuwa mko serious kwenye tukio ambalo na kwenye jambo ambalo mmekuwa mkizungumza kwamba mchezo hamchezi kwa kile ambacho kinaendelea. Pengine hii inaonyesha mko serious kiasi gani kwenye swala hili? Sisi kama Yanga tuko serious kwenye kila jambo ambalo lina interest na taasisi yetu. Lakini kwenye hii issue ambayo umeuliza ya CAS, nafikiri kwanza si busara kwa watu ambao wameandaa mchezo wa kesho tukaipa mileage kubwa nafasi hiyo au story hiyo, tukaacha kuzungumzia mchezo husika. Acha tuzungumzie mchezo wa kesho. Mchezo wa kesho malizike, taasisi hii ya Yanga itarudi ofisini. Kama kuna ulazima wa kuzungumza na umma, tutawaita waandishi wa habari, tutakwenda kuzungumza na umma kuhusu hilo jambo. Ila kwa sasa hivi nimejibu kwa swali lako la kwanza kwamba sisi tuko serious kwenye kila jambo, lakini pia hii si platform sahihi ya kuzungumzia jambo la CAS. Hii ni platform kwa ajili ya mazoezi ya mwisho ya mchezo wa kesho. Kwa naamini public wakiwemo wanachama na mashabiki wa Yanga akili yao imejikita kwenye kusikia kwanza habari zinazohusisha mchezo wa kesho. Ukishamalizika huu tutakuwa na muda hapo kama club, mtendaji mkuu ataniambia kuna taarifa ya kuileta kwa umma, nitawaita tutazungumza, wala usiwe na wasiwasi. Wakati unakuja maneno yako ya kwanza wakati tunaongea na wananchi wa Tabora, ulisema hii si mechi ya kawaida. Mechi ya kulipiza kisasi. Lakini baadaye tena tulikusikia unasema kwamba wapo ambao wanatengeneza ionekane ni mechi ngumu ama ni mechi kubwa, lakini kwa nini si mechi kubwa? Tuondoke na hivi kwenye ni mechi si mechi ya kawaida au ni mechi si ngumu? Ondoka na vyote. Ondoka na vyote kwamba ni mechi kubwa, ni mechi ya kisasi kwa Yanga Afrika, lakini ondoka na la pili kwamba sio mechi ngumu. Unajua mechi inaweza kuwa kubwa lakini isiwe ngumu. Sio, unaelewa? Mechi inaweza kuwa ngumu lakini isiwe kubwa. Zikaanza kukutana na timu za madaraja ya chini kabisa, lakini mechi sio kubwa lakini zikawa ngumu. Na mechi zinaweza kuwa kubwa kwa factor tofauti lakini sio ngumu. Kwa mfano mechi hii ya Yanga na Tabora, kwa nini imeingia kwenye trending? Sio kwa sababu ya quality labda ya timu zote mbili, ni kwa sababu ya historia matokeo ya mechi iliyopita, ni kwa sababu ya mazungumzo mengi ambayo yamezungumzwa nje ya uwanja. Sasa hayo mambo yanafanya mechi ingie kwenye trending, mechi ionekane kubwa, mechi iwe na msisimko, watu wataki kuifuatilia. Lakini ukizungumza mechi ngumu ni kitu tendo kingine kabisa ambacho kinaamuliwa hapo kwa tathmini ya dakika 90. Sasa wewe tu ukiangalia ni mechi kubwa, mechi ngumu? Kwa mimi naona mechi ngumu, sio kubwa. Nabii yote majibu. Nichokisema mwanzo alipia mwanzoni watu wewe ndo unasigida kwa watafuta na afande, ndo wewe ndo huyo aituambia afande kwa mtu anasigida hapa kasahau bei kwenye gari la polisi. Sema shehe una ujasiri. Yaani kakodi gari la polisi kaja nalo na kaacha begi. Watu mwanzoni pia ile taarifa ya kwamba uwanja umefungiwa kabla ya mechi yenu, kuna ambao walifurahi, lakini pia baadaye baada ya kurejeshwa hapa Tabora wenyewe walionekana kufurahi zaidi, wakiamini ni uwanja moja viwanja ambavyo kwani itakuwa ni ngumu na itakuwa ni rahisi kwa kupata matokeo. Umeshafanya training hapa, umeonaje uwanja na unawaambia nini wananchi ambao pengine bado wanaelewa kusema uwanja mgumu kwa kusingerudi hapa?
Kwa heshima kubwa ya watu ambao wanaosimamia uwanja wa Al-Hassan Mwinyi, uwanja uko vizuri kabisa kwa sababu TFF wao huwa wanatuma wakaguzi. Mimi sio mtaalamu wa viwanja. Wakishatuma wakaguzi, maana yake wanajiridhisha kwenye zile standard ambazo wanazihitaji za uwanja zimefikiwa. Jambo ambalo sisi Yanga, Tabora wenyewe, hawa TFF, bodi ya ligi na wadau wa mpira wanaliomba kusitokee na badiliko ya hali ya hewa, mvua ikanyesha. Mvua ikinyesha, pichi hata ina standard gani? Itaharibika. Tumeshuhudia mechi ya mwisho ambayo ilichezwa hapa ya Tabora na Kagera, mvua ilinyesha na picha ilikuwa kwenye mazingira mazuri. Kwa hiyo hilo ni dua la wapenzi wa soka, ili tuenjoy mpira mzuri, jua liwake kama hivi kesho inshallah, ili watu waje waone pasi zikiingia. Kuna mtu mmoja amesema zitakuja kupigwa pasi hapa kama namba za vocha. Unajua namba za vocha? Mungu atupe uhai tu. Kesho ifike wallahi. Tuliona goli 3 na nani? Mechi dhidi ya Simba. Na baada yake meneja habari akasema tunampa maelekezo Kristina anayekuja hapa sasa yeye apoteze. Sisi tayari tushamaliza. Hiyo ilikuwa movie ya Tom na Jerry. Achana nayo. Hiyo nazungumzia ilikuwa ni movie ya Tom na Jerry. Ya kesho itakuwa ambayo ukiwasha tu TV yako utaona kwamba Tom atakuwa anamkimbiza Jerry. Inakuwa sio jambo la kushtua sana. Ila kesho kwa sababu Tom hayupo, Jerry atabakia mwenyewe. Kwa hiyo Jerry anakutana sana mtu mwingine. Lakini Tom na Jerry ile mechi hata wewe uliona. Acheni kuuliza maswali ambayo na nyinyi majibu mnayo. Wewe ukiwasha TV katuni ya Tom na Jerry, naye anamkimbiza mwenzie. Si Tom anamkimbiza Jerry. Tulichokiona hapa kwenye ile mechi. Kwa hiyo sisi tunaamini kesho tuna nafasi ya kuweka standard yetu kama Yanga. Kwanza kwa heshima ya mashabiki wa mkoa. Yanga haijakuja muda mrefu, watakiwa wapate furaha. Na tumezungumza na wachezaji mara kwa mara, kocha anazungumza nao kuhusu kujituma na kuweka jitihada, kuwafikiria pia mashabiki ambao wamekuja leo tuweze kupata matokeo mazuri. Tabora wajua kwenye msimamo pale walipokuepo sio kwa bahati mbaya. Ligi yetu ni ngumu na wao wameweza kupambana kuokota pointi na wanataka kuthibitisha kwamba msimu huu wao sio timu dhaifu. Wanataka kuchukua pointi 6. Na wamekazia wanasema kwamba level ya quality ya wachezaji wa Yanga sawa na wachezaji wa Tabora. Nitafutie hiyo clip. Na umesikia kwamba wanajiita wao ni Tabora. Hiyo clip kwamba wachezaji nitafutie clip. Anasema hamna tofauti. Nataka niitume mahala. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao mnakuaga mnaonesha clip wachezaji yale maneno ambayo wanazungumza. Sio miongoni, niko peke yangu. Peke yako sio miongoni mwa kuna mwingine, niko peke yangu. Peke yako. Kwa kama kuna clip hiyo kwamba wachezaji wa Yanga hawana uwezo, naombeni mnitumie sasa hivi. Jambo lishaanza kuonesha watu. Sijaipata hiyo clip, nikiipata sasa hivi mbele yenu hapa. Na hiyo kwenye group la wachezaji naweka pale. Na tafsiri pale Kifaransa, na tafsiri pale Kiingereza, na tafsiri pale Kilingala. Ili nani Kangalombo naye asipate shida. Bwana mkuu wa mkoa amewekea watu 60. Mkuu wa mkoa? Amewekea bilioni 60 watu. Basi inshallah. Tusubiri kesho. Tujue ataitolea kwenye mfuko upi. Sio haraka. Mfuko wa shati au mfuko wa suruali. Kangalombo. Mechi kirafiki amerudi, mechi ya FA amerudi. Yeah. Anaongea nini? Kangalombo unajua ni miezi yake ya kwanza kwenye timu. Na mchezaji yote ambaye anakuja mara ya kwanza kwenye timu, motivation yake kubwa ni kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Hakuanza kwenye kikosi cha kwanza kwa sababu ya ushindani wa namba na fitness yake pia haikuwa kwenye level nzuri. Sasa hivi tunaamini ameshafika hapa na anataka kugombania namba. Kwa maana kila mechi anapata nafasi anafunga. Mazoezi yameanza sasa beta. Unaona umeacha kunihoji unaangalia mazoezi. Asanteni.